kutoka hapa Mlimani. Ni mimi rafiki yako Pastor Philip Rwendela Gregory wa huduma ya GAC mji wa makimbilio Chanika Mwisho. Leo nimeamka nikitafakari kwa habari za neno la Mungu hili. Ninalo neno nataka nikushirikishe. Kwa nini Wakristo wengi wanaomba na wana maombi mengi na wanafunga sana lakini hawapati matokeo? Kwa nini Wakristo wengi ni waombaji lakini shetani anawashinda? Wakati tunavyojua ukiwa muombaji ni rahisi sana ukamshinda adui yetu shetani. Na hata Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 11 ya kwamba hatimaye wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao kuipenda dunia hata kufa. Lakini kwa nini rafiki yangu upate majibu? Kwa nini rafiki yangu shetani anakuangusha, anakushinda, anakujaribu na anakushinda? Ni kwa sababu moja ambayo Roho Mtakatifu leo amenisemesha ili nishiriki pamoja na wewe. Nataka unifuate kwa makini. Leo tutakwenda kuangalia kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 11. Biblia inasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Zingatia hilo neno mwisho. Maana yake ilikuwa ni siku ya 40 Yesu akiwa katika maombi. Shetani alijua kabisa ya kwamba hamwezi Yesu akiwa kwenye maombi ya siku 40. Siku 40 shetani akuwa na mpango na Yesu. Alimwacha kabisa wala kusumbuka naye. Lakini siku ya 40 Yesu anamaliza maombi, shetani akaja. Mjaribu ni shetani. Shetani akatokea. Nataka kuzungumza nini? Watu wengi ni wana maombi lakini hawana neno. Shetani unaweza kumpiga kwenye maombi lakini akakusubiri katika neno, akakuletea neno, kwa sababu tujue Ibilisi anajua maandiko vizuri. Tunaona siku ya 40 anamtokea Yesu, anaanza kumletea majaribu. Sikiliza majaribu yalivyokuwa, halafu nizungumuze na maisha yako, na ikiwezekana kuanzia leo ujue muhimu wa kuomba kwa kutumia maandiko. Mstari wa 3 Biblia inasema, mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Mstari wa 4, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Tunaona shetani anamwambia Yesu, badili jiwe kuwa mkate. Kilichomsaidia Yesu sio kumkemea shetani. Yesu na mwenyewe akamwambia imeandikwa. Sasa wewe unacha kumwambia shetani imeandikwa? Akitaka kukatisha tamaa na kukatisha, una neno la kumwambia shetani imeandikwa, nisiogope. Imeandikwa, Bwana akiwa upande wangu na aliye juu yangu. Imeandikwa, hatimaye akamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa, sisi ni washindi zaidi ya washindi. Sasa majaribu yanakuja, yanamuondoa mtu katika ramani, kwa sababu ana hiki kitu kinachoitwa imeandikwa. Watu wana maombi mengi lakini hawana neno. Ndugu yangu, pata muda wa kusoma neno. Bwana amenituma mchana wa leo nikwambie, anza kusoma neno. Neno unapolisoma ukaliingiza kwenye matendo, manake ukaliingiza kwenye maombi, ndipo neno linapotenda kazi. Maana Biblia inasema Bwana uliangalia neno ili alitimize. Nishawahi kusikia mhubiri mmoja wa imani anasema maombi bila neno ni kama uganga. Maombi bila neno. Unaomba lakini unaomba kwa neno lipi? Tunaona shetani akumwacha Yesu. Shetani akamwambia Yesu, jitupe chini, maana imeandikwa, Bwana atakuagizia malaika mikononi mwao watakuchukua, ili usije ukajikwaa miguu. Nataka nikwambie maneno yameandikwa kwenye Zaburi. Shetani anayajua. Siku zote nakwambia rafiki yangu kwamba shetani anaujua mfumo mzima wa kimbingu, kwa sababu halikwisha wahi kuwa mahali pale, tena alikuwa kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo anajua apite wapi, atokee wapi. Ndio maana anaiga mambo ya kimbingu, japokuwa sio halisi, lakini anayajua, anaiga. Biblia inamuita shetani ni kama simba ungurumaye.
Tukumbuke Yesu Kristo ni simba wa kabila Yuda, lakini shetani ni kama, maana yake anaiga. Sasa shetani anamwambia Yesu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Na kweli imeandikwa, Bwana atakuagizia malaika, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Lakini shetani alishindwa kwa neno kutoka kwa Yesu, kwa sababu Yesu na mwenyewe alikuwa anasema, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Sasa watu wengi leo, si kwamba Mungu asikii maombi yao, lakini hawana neno. Ni waombaji wakubwa sana, ni wana maombi wakubwa sana, lakini hawana neno la kusimamia. Watu wa Mungu, soma neno. Neno ni uhai, neno ni chakula, neno ni pumzi, neno ni faraja, neno ni baraka, neno ni kila kitu. Tenga muda, Bwana amenituma nikusisitize. Weka simu yako pembeni kila siku, hakikisha unapata muda wa kusoma neno la Mungu, wa kusikiliza neno la Mungu. Ndio maana tuna Wakristo ambao wamekonda kwenye ulimwengu wa roho, wameugua kwa shakoo ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu hawana neno. Neno ndicho chakula. Ili mtu astawi anawili, anahitaji kula. Sasa Wakristo wengi hawali. Hata wakiingia katika nyumba za ibada hawahitaji kulishwa, wanachosubiri ni maombi. Ukihubiri sana wanaona unachelewa, mchungaji amalize saa ngapi ili tuingie kwenye maombi. Lakini hakuna maombi yanayotokea tu pasipo kuambatana na neno la Mungu. Mtu wa Mungu, jitahidi sana. Punguza masaa yako ya kukaa mtandaoni. Punguza masaa yako ya kuangalia TV. Punguza masaa yako ya kusoma story. Punguza masaa yako ya kuangalia mpira. Tenga muda na Bwana, kuwa muda na Bwana, tafakari neno lake. Nataka nikwambie, kama kweli wewe ni muombaji, kama kweli wewe unampenda Yesu, kama kweli wewe unamtegemea Yesu, ukaamua leo kuanza kusoma neno la Mungu na kulitafakari, walau kila siku ukasoma peji 3 mpaka 4 za katika Biblia, unazisoma hizo kuanzia asubuhi, unazitafakari, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Utakwenda kuona matokeo makubwa yakitokea katika maisha yako. Soma neno, mwana wa Mungu. Yesu akamshinda shetani kwa kumwambia imeandikwa. Kwa hiyo na wewe lazima uwe na neno la kumwambia imeandikwa. Ni kweli unaona magonjwa, lakini una lipi la kuyatamkia magonjwa kwamba imeandikwa? Ni kweli unaona umezingirwa kabisa, hakuna mtu wa kukusaidia, lakini una neno gani la kuiambia hiyo hali kwamba imeandikwa? Ni kweli umeachwa, ni kweli umetengwa na familia, ni kweli wewe hauzai ni tasa, wanakusema kama ambavyo walikuwa wanamsema mwanamke Hana. Lakini tambua kuna kitu kinaitwa imeandikwa. Sasa huwezi kusema imeandikwa wakati una neno la kunukuu. Ni kweli unapita katika kipindi kigumu, una majaribu. Rafiki yangu akina Ayubu walipita majaribuni ili sisi tunaokuja tupate reference ya kutusaidia. Una uwezo kumwambia shetani, huyu ambaye anakupitisha katika majaribu au changamoto, ukamwambia kama Ayubu alishinda, kama Ayubu ulifukuza mke wake, kama Ayubu uliua watoto wake, kama Ayubu uliua mifugo yake, kama Ayubu ulimpiga kwa majipu, lakini akasimama na Bwana. Na ndio maana Ayubu anasema mjue sana Bwana Mungu wako ili uwe na amani, ndipo neema na baraka zitakapokujia. Maana yake unamjuaje Bwana Mungu wako? Ni kupitia kuyasoma maandiko. Bwana akusaidie sana wewe mwanamke naye nitazama. Bwana akusaidie sana wewe dada, wewe kaka, wewe baba, wewe mtoto naye nitazama. Mungu akusaidie uwe na roho ya kulisoma neno kila siku, yawe maisha. Kama vile ambavyo unaweza usiishi usipokula, ndivyo ambavyo natakiwa uweke kanuni kwamba siwezi kuishi bila kusoma neno la Mungu. Maisha ya mwili tunayoishi, kuna maisha mengine ya kiroho yanaendelea. Na ubaya ni kwamba maisha ya kiroho ndio yanayotupa ushindi katika maisha ya kimwili, kwa sababu maisha halisi ni yale ya kiroho. Kila jambo linalotokea linakuwa limepangwa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa utawezaje kushinda? Paulo akawaambia Wagalatia, mtapataje kupona msipojali wokovu
mkuu namna hii. Lazima kama umeokolewa kwa damu ya thamani, kama umeokolewa na Yesu Kristo, lazima mwana wa Mungu uamue kuyaishi maisha ya kulisoma neno. Niko hapa nikwambie, mimi kama mtumishi wa Mungu nimeona matokeo kupitia kulisoma neno. Kuna wakati nasimama tu, nasimama kufanya maombi, lakini ninaanza mistari fulani na nijia, naanza kusema yes Bwana, umesema hivi, umesema hivi, umesema hivi. Unashangaa mtu anaomba kidogo lakini anapata matokeo. Lakini mtu anaomba sana ila hapati matokeo, kwa sababu ana kitu kinachosema imeandikwa. Popote unaponitazama, rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nipe nguvu za kulisoma neno lako. Nipe nguvu. Nipe uelewa ndani ya kichwa changu. Shika kichwa chako. Nipe uelewa wa kulielewa neno lako. Ninapolisoma, Roho Mtakatifu nisaidie. Nipate kulichambua, nipate kulitafakari, nipate kulielewa, nipate kulijua. Bwana nisaidie. Kuanzia sasa nafanya maamuzi kwa damu ya Yesu Kristo. Nitakuwa nasoma neno. Neno la Mungu litaumbika ndani mwangu. Neno la Mungu litakaa ndani mwangu. Maana Mtume Paulo anasema neno la Bwana likae kwa wingi ndani mwako. Nami naamuru neno la Mungu likae ndani yangu kwa wingi, katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Pokea hiyo roho ya kusoma neno. Sasa ndugu yangu, usisahau kunifuatilia kupitia akaunti yangu ya Pastor Filipo TV. Kila siku nitakuwa nakuletea kile Roho Mtakatifu anachoniambia. Bwana wa mbinguni akusaidie. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen.